TAKUKURU imefanikiwa kusaidia kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 119,164,274 na senti 88. Pamoja na kurejesha fedha hivyo, pia TAKUKURU imefanikiwa kusaidia kurejesha magari manne kutokana na kazi za uchunguzi, chambuzi za mifumo na ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 5,177,915,609 katika sekta za elimu, maji, barabara, elimu na utawala. Mnaweza kuyaona magari manne yanayoonekana hapo ambayo yamerejeshwa kupitia kazi zilizofanywa na taasisi hii. Magari hayo manne ni ya taasisi inayoitwa SEMA ambayo yalikuwa yameuzwa kinyume cha sheria. Wanasema yameuzwa kinyemera. Kwa hiyo TAKUKURU kupitia uchunguzi iliyofanya imewezesha magari hayo kurejeshwa. Wito. Ndugu waandishi wa habari, tunawashukuru wananchi kwa kuendelea kutuamini na kutuletea taarifa mbalimbali, na tunawasihi wafuatilie elimu tunazotoa ili wafahamu mamlaka ya kisheria ya TAKUKURU na hivyo kutuletea malalamiko yanayohusiana na vitendo vya rushwa kwa mujibu wa sheria. Tunasema rushwa hailipi. Naitwa Mary Mkamango, bodaboda mkoa wa Singida, mwanamke ninayejiamini na kazi yangu, na pia ni mwanamke anayepambana na kuzuia rushwa na makundi mbalimbali, hasa kwa wamama, kwa vijana, wote nawajibika kuhusika na masuala hayo. Kwa wazo langu na ushauri wangu kwa wamama, kwa vijana na bodaboda, tupambane kuzuia rushwa, maana bila rushwa hatuwezi kupata chochote katika nchi yetu. Inatakiwa kwamba tuipinge rushwa, tupige hatua kwenye taifa letu. Majina yangu naitwa Rashid Mohamed, ni mdau wa kundi la vijana. Pekee nianze kwa kuongeza taasisi ya TAKUKURU kwa jitihada zao za kupambana na matendo ya rushwa. Na kama mdau nafarijika na kuwa sehemu ya upambanaji wa vita dhidi ya rushwa, kwa sababu kwanza anapambana na vita ya rushwa anafanya matendo ya kiungwana. Hata vitabu vya dini vimesema, nikikumbuka kwenye kitabu cha Qur'ani inasema arashwa almutashkila, na rushwa na mpokea rushwa wote wataingia motoni. Sasa unapopambana dhidi ya matendo ya rushwa unafanya matendo ya kiungwana na kupendeza kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia ikiwa tunatokea kundi la vijana, tunafahamu kwamba vijana ni kundi ambalo linashambuliwa na mambo yote katika jamii yetu. Vijana ni watu ambao wanatafuta riziki, vijana watu ambao wanatafuta ajira kwa nguvu kubwa. Tunafahamu kuna rushwa ya ngono kwenye utafutaji wa ajira. Hivyo tumekuwa tukitenda kukutana na makundi ya vijana wenzetu kuhakikisha tunawaelimisha juu ya madhara ya rushwa, hasa rushwa ya ngono, ili waweze kukutana nayo.